If you were to give one piece of advice to the young people who are listening today, what should they start doing now and be ready for 2050? Kimoja kikubwa ni opportunities have expired date. Very unfortunate. Opportunities have expired date. Na fursa usizipoteze, na mara nyingi haziji mara mbili. The main two opportunities you have as a young person, kwanza ni kujua identity yako. Your identity in Christ. Yeah. Usiwe kabisa na identity crisis. Your background doesn't define you. Usikubali kabisa. Mimi nilivyoelewa hili, nilibadilisha maisha yangu nikiwa na miaka 15. Nikiwa kidato cha pili. Sababu nilikuwa yule wa kujihurumia, kwamba my dad died, tulizulumiwa mali, nimetoka kijijini, sijui Kiingereza. Niko na watoto wanaongea Kiingereza, mimi sijui, kila siku nafanya adhabu shuleni, sina uniform, kila siku mimi ndo wakupewa, form 4 akimaliza naenda kuomba uniform. Yani kwa hiyo unakuwa mnyonge, yani ile background yako inakudefine. Lakini nilipompa Yesu maisha, alafu nikajua tofauti ya mtu wa Mungu na mwana wa Mungu. Nikajua kumbe mimi sio mtu wa Mungu tena, mimi ni mwana wa Mungu. Hallelujah. From there my confidence rises, sijui kama nini. Yani nikawa like a lioness. Ule unyonge wote ukaisha. Magonjwa yote yale nilikuwa nayo yakaisha. Nikaanza kuchukua fursa ambazo nilikuwa nazionaga ni za watoto wakishua tu. Yani mimi wanajikuta kwenye mazingira ambayo I'm the only one mwenye background ya hivi. Wengine wote ni hao wakishua. Ukianza kuwasimulia ulikotoka there like ulipenya penyaje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbuka, you are a son and a daughter of God. Wewe sio mtu wa Mungu tu, wewe ni mwana wa Mungu. Kwa ukishajua hiyo fursa ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, it comes with a lot of opportunities for you spiritually. Na wewe kumbuka, una milango sio 5 tu ya fahamu, wewe una 6. You are the Holy Spirit, bonge ya mgodi. Yani Holy Spirit ndo bonge ya mgodi, atakupa fursa za kudiscern. Yani you will discern every day, every 24/7. Yani utakuwa gani tajiri, yani utakuwa ukaukiwagi, wewe ni kisima cha maarifa, kisima cha majibu. Yani you will be providing solution where there is no solution, you will be providing light where there is darkness, be providing love where there is hate. Hizo ndo opportunities zenyewe ambazo zipo kwa wana wa Mungu tu, wengine wote hawanazo. Yeah. Lakini kingine, kila kitu Mungu anachokupa, madam alisema hapa mwanzoni, una mbegu na mkate, kila siku tunafundishwa. Usidhalau kile ulicho nacho. Uwe naumia na kutana na vijana, anakuambia sina mtaji, ana smartphone, ametengeneza nails, amesuka nywele za 20,000.